Hekalu la Mungu lazima liheshimiwe. Mwili wako sio wa kwako, ni mwili wa Kristo. Ameujenga, amekupa mwili. Hiyo bode ni hekalu la Mungu na nakanda ni yako Mungu aliaye. Halo. Kuna watu wanasema Mungu anaangalia roho, anaangalia roho. Hiyo ni mafundisho ya kuzimu. Mungu anaangalia vyote, anaangalia roho, anaangalia nafsi, anaangalia na mwili kwa jina la Yesu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Haya mafundisho yameingizwa kwenye Upentekoste. Na watu wanajiachia eti Mungu anaangalia roho, anaangalia roho. Wengine hata kuoga hawaogi eti Mungu anaangalia roho. Hata mswaki hawapigi eti Mungu anaangalia roho. Ndio maana kinywa chao kinanuka. Usione kwenye kiti wanakuhama watu anajifanya kama vile hapa hamna feni. Kuna anakukimbia wewe, kinywa kinanuka. Mungu anaangalia mwili, anaangalia roho na mwili pia. Haleluya. Na anaangalia na nafsi. Ndio maana kitabu cha Ayubu kinasema katika mambo hayo yote Ayubu hakumtenda Mungu dhambi wala kumwazia Mungu. Kwa nini? Kwa upumbavu. Hivi mawazo yanakaa kwenye mwili, kwenye roho, kwenye nafsi. Mawazo yanakaa kwenye nafsi. Kwa Mungu anaangalia mwili, nafsi na roho. Hao wanaofundisha ati Mungu anaangalia roho, hao wametumwa kulichanganya kanisa ili watu waliokoka mwisho wa siku waikose mbingu. Leo wanawafundisha ya kwamba Mungu anaangalia vyote kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina, amina, amina. Hii ya kusema Mungu anaangalia roho, watu wanajiachia makanisani. Anavaa mavazi kama ya kahaba. Muonekano wake mpaka aseme Bwana asifiwe, unajua kaokoka. Mungu anaangalia roho. Hao watumishi wanaowadanganya watu kama Mungu anaangalia roho, wanawakosesha watu. Ole wao. Mungu haangalii roho peke yake. Mungu anathamini na mwili pia. Kwa maana Biblia inasema miili yenu ni hekalu la Bwana. Hebu niwaulize swali wa kishirika. Hivi unaweza kaja hapa ukakuta kanisa hapa, huko kote kuna kinyesi, wamezungusha watu kinyesi, wamepakaza. Ukasema acheni kinyesi, msi tunaangalia madhabahuni, madam ndani ni kusafi, iko nje hakuna shida. Unaweza kufanya hivyo? Hekalu la Mungu lazima liheshimiwe. Mwili wako sio wa kwako, ni mwili wa Kristo. Ameujenga, amekupa mwili. Hiyo bode ni hekalu la Mungu na nakanda ni yako Mungu aliaye. Jina la Bwana libarikiwe. Potelea mbali watuite mko kama wa vijijini, mko kama wa shamba. Hatuko hapa kufurahisha wanadamu. Tuko hapa kumfurahisha Jehova aliyetuita na aliyetuandalia makao. Ninasema tena msifuatishe namna dunia hii. Hatupo kufuatisha namna dunia hii. Yule Yesu mtenda miujiza anatenda maajabu katika kanisa la EAGT Mlima wa Faraja chini ya Askofu Aidan Mabuga. Usipange kukosa katika ibada zetu za uponyaji na kufunguliwa kila Jumapili saa 9:30 jioni hapa EAGT Mlima wa Faraja, ilipo Nyerere Road, Mchicha, Tazara, jijini Dar es Salaam. Karibu waabudu nasi Jumapili hii. Ibada ya kwanza ni saa 12:30 asubuhi. Ibada ya pili ni saa 4 kamili asubuhi. Na kwa maelekezo zaidi jinsi ya kufika, tupigie simu nambari 0755 65 67 49. Nasema hivi, wengi wamepokea miujiza yao na sasa ni zamu yako. Watu wote mnakaribishwa. Namuona Yesu hapa.